Clouds TV, empowering lives. Na leo nataka utege masikio vizuri na unisikilize. Usikie venye mapepo yaliyotumwa kwako, yali ambayo ilikuonyesha ati ya kwamba ati hiyo shamba ni ya wakora, hiyo biashara ni ya wakora, usipeleke mtoto yako kwa sababu hata siku hiyo serikali ilikuwa inapatiana scholarship ya kwa watoto kwenda ng'ambo. Ukisema mwana wako athi murimo athi guthuka, ni ndigenia na mwana wako athi agathukire murimo. Watoto wa ekini walienda, ndio maprofesa hapa, ndio walimu, ndio maengineer, ndio watu wakubwa. Unakuta wewe ulikataa. Lakini siwe tukichibiria vizuri, ukukataa, siwe ulikataa. Kuna roho ya umaskini ilikuwa ndani yako. Kwa sababu iko na msingi wake, ndio ilifanya ukatai. Ukaitwa kazi Mombasa, ukasema ni ndigeni Mombasa. Mombasa ugethi kwa majini maige muno. Kwa kule arogi, kwa wewe gokua. Wewe kuna walienda, sasa hizi ni matajiri. Wewe bado ulibaki mahali ulibaki. Kwa sababu ya hii, as we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had spirit of divination and brought her owners much gain by fortune telling. Tulipokuwa tukifanya nini? Tulipokuwa tukienda kwenye maombi. Yani si eti walikuwa kienda kukunywa baa, si eti walikuwa kwenda kufanya ushagiri, walikuwa naenda nani? Maombi. Kwa hivyo haijalishi kama unakujaka kanisa, mapepo yaliyo na msingi haitabui ukanisa yako, haitabui maombi yako, haitabui wewe ni nani, haitaki kujua, itakugoga tu kama kitu kingine. Itakugoga kama mpira ya football, kama mpira ikigogwa penalty. Maana haijui inakujaka kutesti msingi wako. Msingi umelelewa kwenye msingi gani? Una msingi wako, una uwezo gani? Una uwezo gani ya kuweza kujua maneno yakiharibika na maneno yasipokuharibika? Sasa as they were going, walikuwa wanaenda maombi. Huyu ni nani? Ni Paulo na Sila. Walikuwa wakienda maombi. Na katika maombi, wakakutana na msichana mwenye alikuwa anatoaga unabii, ni diviner. Alikuwa nabia watu maneno yao, na waliokuwa na faidi si yeye, kumbe kuna watu ambao alikuwa anafanyia kazi. Inasema and they brought her owners much gain by fortune telling. She followed Paul and us. Huyu mwanamke haka kama mwanamke ka diviner, she followed Paul and us, crying out, these men are servant of the most high God. She followed. Alifuata nani? Paulo na Sila. Mahali popote walienda, alishida akiwafuata. Kwa hivyo mapepo na nguvu hizi za giza haziwachanagi na wewe, zinakufuataga mahali popote unaenda, na haitabui kama umeokoka ama haujaokoka. Haitabui, na kwanza inajua wewe ni nani. Maana huyu mwanamke aliwafuata akiambia watu, these are servants. Hawa ni watumishi wa Mungu mkubwa sana. Lakini bado kananyemelea. Kanajua wewe ni mtumishi wa Mungu mkubwa, lakini kanaendelea kukunyemelea. Kanakunyemelea. Wakakufuata mahali popote walienda, kaliwafuata. Wakaenda, wakawafuata. Wakaenda, wakawafuata. Mpaka wakati Paulo na Sila alikasirika. Na wakasema, huyu ni nani anatufuata? Jana kalitufuata. Na sisi siku moja, maana Biblia inasema kalikuwa kakiwafuata kila mahali alienda. Kwa hivyo maroho ambayo inatufuata ilikuanzana na wewe kitabo wakati ukiwa mdogo. Ilifuanzana na wewe kitabo, si atimiazana na wewe jana. Hii mashida uko nayo si ya jana, ulianzana na wewe kitabo, lakini haukujua. And this is the problem we are facing. Ati mapepo about tunapigana nao, the spirit we are wrestling about, it is not yesterday spirit. Sio mapepo ya jana, sio maspirit ya jana, ni kitu kimekuwa kwa maisha yako. Sasa ni umefika wakati wa kugoge. Paulo na Sila walikuwa naenda nini? Maombi. Lakini kuna mama ambaye alikuwa amewekwa kumonitor na kujua ni watu gani wanakuja. Na huyu mama alikuwa anatumika katika kufanya biashara, akiambia watu Bwana amesema. Kwanza alikuwa anasema Bwana amesema. Kwa hivyo si watu wote wanasemaga Bwana amesema wako na Mungu, wanakuaga na mapepo zingine. Ni mapepo pia inajua kuongea, na mapepo inajua kujua kesho wewe ni nani. Mapepo inajua wewe ni nini. Mapepo inajua utaenda kuwa nani. Kwa hivyo mapepo ikitumwa inakuja kudili na wewe ni nani. Haidiriki na wewe. Sasa wewe tunaona inadiriki na wewe ni nani katika ulimwengu wa kiroho. So and this she kept doing for many days. Kwa hivyo spirit hii ilifuatana na huyu mama na hawa watu for many days.
Haka kamama kalikuwa siku nyingi, si siku moja, kalikuwa kakifuata Paulo kila siku. Kwa hivyo Paulo walikaakaa hiyo mji, walikuwa wa hiyo mji, na kamama kalikuwa kanafuata. So mapepo ambayo inakufuataga kila siku. Usiseme ati leo nimekuwa nikitoka kwa barabara hivi nikakutana na motino. Hiyo motino imekufuata miaka 2. Hiyo accident imekufuata miaka 2, miaka 3. Ati nilikuwa natoka event fulani nikakutana na wakora wakanipiga. Hawa walikufuata, hiyo roho ya wakora ilikufuata siku nyingi, sio jana. Labda imekaa na wewe miaka 10 ikigojea siku hiyo, siku ya kukukamata. Siku sasa utakuwa wewe uko tayari, umetengenezeka, umeiva, wakufiinywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukapata nyumba yako imechomeka, kama zivenya nasikia kwa nyumba yenu ilichomeka hapa, ama Sakaja alichoma manyumba zenu hapa chini, alibomoa manyumba. Hizo manyumba zilibomolewa 1963. Ni venye siku ya kubomoa halisi haiko imefika. Umekuwako ukiadamwa. Kama moto kanakuja kanachoma, mnarudisha. Kitu kingine kanakuja kanafanya, unachoma. Ama kunafanyika kitu, mnarudisha. But the true meaning of this thing ni kwamba hii kitu ilifanyika kitambo. Ataki ya aina yoyote ya kiroho haikufanyika jana. Hiyo accident ulipata sio ya jana. Hiyo mtoto wako amepotea, ameenda, amefanya umekuwa jagiri, sio jana. Ni kitu kilianza kitambo. Kilitengenezeka kitambo sana. Maana haka kamama kalikuwa kakifuata kina Paulo kila siku. Baka wakati Paulo alisema hapana, huyu mtu lazima tujue ni nani. Alipokuwa, and this she kept doing for many days. Paulo, having become greatly annoyed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ, come out of her. And it came out that very hour. Ni kwa nini Paulo hako command jana? Kwa nini hako command juzi? Kwa nini hako command siku hiyo ingine? Maana anasema she commanded, alisema, alitoa amri, wewe pepo toka katika jina la Yesu Kristo. Na dakika hiyo pepo ikatoka. Lakini hapo nyuma inasema namna gani? Alikuwa amefika kiwango ya kukasirika. He was highly annoyed. Alikuwa amekasirika. Na akakasirika kabisa. Na akasema no way. Akatumia katikosho kakutuma duda. Katuma duda getao. Lazima ufike kiwango ya kusema nimekataa, sitateseka tena. Lazima ufike kiwango ya kusema sasa enough is enough. They know the Waruinge. Lazima ufike kiwango cha kusema sitateseka tena. Na sitadharauliwa tena, hautanitukana tena, hautaniibia tena, hautanyang'anywa tena, hautafanywa haya maneno tena. Ufike kiwango cha kukataa. Kabla ufike kiwango cha kukataa, kama hukatai, bado unakubaliana na shida itatembea na wewe. Kama bado unakuta unakubaliana na shida na matatizo, na kudharauliwa, kuchukiwa, kunyararwa, kuwekwa maudhi mage. Kama bado unasema unajikuja, Sakaja kubomolea nyumba sasa, tena moto ikuje ikuchomea, na unaendelea kusema gaialia ugeteine, utaendelea kupata shida. Baka wakati utasema nimekataa katika jina la Yesu Kristo. Paulo alifika mahali akasema no, akakasirika. Anga ikaingia ndani yake, akakasirika. Akaambia hii pepo ya mkamama, in the name of Jesus, come out. Na saa hiyo pepo ikatoka. Kwa hivyo kuna mapepo tuko nayo kwa mwili wetu, kwa maisha yetu, kwa watoto wetu, kwa nyumba zetu, kwa biashara zetu, kwa huduma zetu. Bado hiyo mapepo tuko nayo, na ni sisi tumekataa kutoa. Tuko na kipawa, tuko na nguvu ya kutoa, tuko na nguvu ya kupigana nazo, tuko na nguvu ya kubomoa. Lakini hadi wakati utakasirika, useme enough is enough. This kind of nonsense sitaki hapa. This kind of stupidity sitaki hapa. Hii ujinga namna hii sitaki, nimekataa. Na unakuja sura, alikuja sura na akaleta Yesu, akawekelea Yesu hapo, mapepo ikapotea. Sasa unashindwa. Hiyo siku yote kama mama kamewasubua, mbona hakuwa amekasirika? Ni nini hii ilikuja? Irritation. Kukikinya, ufike mahali usikie nao enough is enough. Mimi sitaishi kwenye hii shida tena. Mimi sitaishi kudharauliwa tena. Mimi sitaishi kuonewa tena. Niko na mikono, niko na akili, niko na miguu, niko na uwezo. Sasa lete Yesu, weka Yesu kwenye hizo vitu zako zote, mwambie in the name of Jesus. Nasema hii pepo toka, umaskini toka, kunyang'anywa toka, kudharauliwa toka, kuonewa toka, bomoka. Na unabomoa inatoka. Lia na uende. Haleluya. Hivyo ndivyo walifanya Paulo na Sila. Ndio kamama kakafanya nini? Kakatoka. Lakini kumbuka, unapofanya hivyo, ufanye hivyo ukiwa tayari. Kumbuka Paulo siku nyingi, huyu kamama Biblia inasema kaliwafuata siku nyingi.
si ndio? Kaliwafuata siku nyingi. Kwa hivyo lazima kuna kitu Paulo alikaona siku ya kwanza, lakini hakutaka kuguza. Kuna mapepo mengine haigusagwi tu kwa sababu unataka kuguza, kwa sababu umeokoka, ama kwa sababu umekuja kwa Apostle Ndura, ama kwa sababu saizi umemwagiliwa mafuta unafukuza madebo. Hapana, nenda polepole. Paulo na Sila alianza kuangalia, kutaka kuchunguza, who could this lady be? Ana uwezo gani na ni nani wako nyuma yake? Bwana Yesu asifiwe sana. Mapepo haifukusagwi, maroho haifukusagwi, madhabahu haifukusagwi, mpaka kwanza uangalie, uache ufuatane nayo pole pole, uache kama mama kakufuate pole pole, uache hizo shida zikufuate, hiyo roho ya usherati, hiyo roho ya masegenyo, hiyo roho ya TDH, hiyo roho ya nini ikufuate tu, unaipatia hata mwaka mzima ikufuate tu, ndio uendelee kuelewa, ujue kihumo kia maundu maya ni kiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ukienda kubomoa bila kuelewa, itakutonga. Because hauko ready. Itakutwanga, itakugoga. Maana ndio wakuje wakufuate, walikuwa wamekustudy miaka mingi, wametembea na wewe kutoka siku ile ulizaliwa. Wako na akili nyingi kukuliko. Madhabahu iko na kuwaka na akili nyingi kukuliko. Mapepo iko na akili nyingi kukuliko. Iko na uwezo mwingi kukuliko. Kwa sababu wakati ulizaliwa walipatiwa ratiba yako, wakapatiwa story yako, wakaambiwa huyu mtu atakuja kukuwa nabii. Kwa hivyo fuateni yeye. Imagine wewe ujui wewe ni nabii, lakini mapepo inajua wewe ni nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ujui wewe ni mfanyabiashara, lakini mapepo yanajua wewe ni mfanyabiashara. Kwa hivyo mapepo iko na akili mingi, na mapepo hii iliwekwa position, ilitengenezwa hususan ikufuatage. Ndio monitoring spirit ikufuatage, ndio wakati utaanza hiyo Mungu kitu Mungu alisema, watafute mahali ya kukugoga. Paulo na Sila walikuwa wametoka maombi ya siku 40, walitoka maombi, they were fully loaded, walikuwa wametoka kwa Mungu, lakini kama bado hakakutabua maombi, walikuwa hapo kuja, because ni ka monitoring spirit. Na hiyo ndio ilikuwa ianzishe sasa safari ya Paulo na Sila ya kuanza sasa kufanya huduma kamili. Na hapo ndio walikuwa wamemtime. Kumbuka Mungu alikubali Paulo na Sila aende kupita huko, na alipopita huko akakubali kama akakuja. Maana the monitoring spirit walikuwa wamemonitor. Kama haka kalikuwa kametengenezwa, hiyo kazi yote kalikuwa kanafanya, sio ya hawa wengine, kalikuwa kanakifanya kazi kakigojea siku ya Paulo na Sila. Kuna mapepo iko na watu wengi, iko Mombasa, iko Kisumu, iko South Africa, inakugojea tu baka siku ile utaguza karaini kabaraka zianze ziinuke ndio sikupige. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to be very careful. Kabla ya kuanza kusema pepo toka, angalia kama wewe mwenyewe ni pepo, kwa sababu hata wewe unaweza kuwa ni pepo, unaambia pepo toka, kumbe ni wewe unajiambia toka, na inakuuliza tunatoka tunaenda wapi? Paulo na Sila wakati alikomadi akasema pepo toka katika jina la Yesu Kristo, pepo lilitoka mara hiyo hiyo. Why? Because alikuwa na authority. Lakini kumbuka alitembea na haka kama alikubali kamfuate, ndio apate the discerning spirit yake, ipate nguvu ya kujua huyu mama ana uwezo gani na ni nini kitatokea baadaye. Immediately wacha usikie venye mambo ilitoka. Alifukuza nani amefanya kazi ya Yesu, lakini angalia ile maneno ilitoka. Huyu Yesu alipotea tena. Ndio nakwambia ukiweza kupigana na mapepo, ujue Yesu anaweza kupotea anytime, akuache kwa mataa. Kwa hivyo lazima kwanza uelewe unapigana na nini. Uelewe unapigana na nguvu gani. Ndio ikianza kupigana na wewe, pigane nayo na uweze na kuwe na uwezo wa kupigana nayo. Yesu alipotea. Huyu Yesu ambaye alikomadi in the name of Jesus, pepo toka, na ikatoka. Yesu alipotea. Akawacha Paulo na Sila kwa mataa. Umeshaiwacha kwa mataa na Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Umeshaiwacha kwa mataa na Mungu na umetoka maombi na umefanya kazi ya Mungu, umeipa paka unasikia kweli Daudi hii niligusa Mungu, lakini hiyo Mungu anakupotelea. Unajaribu kumtafuta, anakosekana. Yes, hapo ndio unakujaga kuelewa ile kitu ulikuwa naguza tikehe ni kitu ambayo inaweza kukumaliza. Paulo na Sila walipofukuza hiyo mapepo, immediately ni nini ilikuja? Walipofukuza hiyo mapepo, verse 19. But when her owners saw that their hope of gain was gone, they seized Paulo and Sila and dragged them to the market. Walipokuja wenye msichana, halo, sio kama mnanielewa,
wenye huyu msichana mwenye alikuwa anazunguka akifanya maneno, mwenye hii mapepo alikuja immediately. Wakati mapepo ilitolewa, wenyewe wakakuja. Kumbe mwanamke hakuwaga peke yake. Kwa hivyo ninakwambia kama mapepo hii tunapigana nayo, madhabahu hii tunapigana nayo, inakuwaga na wenyewe. Sasa kabla uanze kupigana nayo, enda ufanye press up, usikie kama itafanya kazi. Weka press up, weka madhabahu, weka mazoezi, unafanya mazoezi, unaingia deep katika ulimwengu wa kiroho. Una search kuelewa, hii vita ninaanza ya familia yetu, nitatoboa. Hii vita ninaanza ya kanisa, nitatoboa. Huyu mtu nataka sasa tupigane na yeye leo, tutatoboa ama tutashindwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kitu ya muhimu sana unapoanza vita ya kiroho. Unaanza sasa kusema sasa nimekuja kanisa ya Ndura. Kanisa ya Ndura inapiganaga na madhabahu. Sasa ukikuja hii kanisa, ujue hapa tunapiganaga na nini? Na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Understand the ministry ile unaenda. Understand kwa mchungaji ule mnakaa chini yake, uone kama ni wa laini yako, ndio mtatoboa, mtaenda bali. Lakini kama mchungaji huyo sio laini yako na hujaitwa hapo, nenda utafute mchungaji wa laini yako. Maana kila mchungaji ako na kondoo zake. Ukienda kwetu Moro, tuna kondoo zinaitagwa merino. Mnajua merino sheep? Ukikuja hapa Murang'a ni ng'ondu na ndurume. Hizi za kemegemege zinakiedaga hivi. Ukienda kwetu utakuta ni merino iko na manyoya, tunanyoa na makasi, tunanyoa mzuri kana kwa kamrebo. Sasa unajiuliza ni kwa nini kule kuna merino, hapa ni kile kemegemege kinaenda huko. Ukienda kwa Masai utakuta inaitwa dopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukule wa Masai wanajua kuchuka dopa. Kila mchungaji ako na watu ameitiwa kwa sababu ya hiyo kazi. Kama wewe si wa madhabahu, usikuje kuchokora madhabahu hapa, itakubomoa, itakuua. So Paulo na Sila walipo command, immediately wenyewe wakakuja. Na mahali ukaona wenyewe wamekuja, wameambia sasa tumekujua. Ukakahora. Tulikuwa tunakupimia, tulisikia uko area hii. Neto uko igwete, tulikuwa tumekusikia. Sasa wewe kuja. Wewe ndio unaitwa Paulo. Siwe ndio ulikuwaga mkora wa Mugeke. Siwe ndio ulikuwaga nini? Siwe ndio ulikuwaga. Sasa kuja head on. Mundu kumundu. Tutakunyorosa utasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku umeomba hapa. Unaomba mpaka unasikia laka baba uko juu. Mpaka unaingia katika bingu ya kwanza, unapenya ya pili, unapenya ya tatu, unapenya ya nne, mpaka unapenya mpaka bingu ya 7. Ukirudi nyumbani unakuta bibi alifuga vilako jana wakati ulienda maombi, na ameandika karatasi hapo, enda ukaoe hawa maraya, umeenda kulala kwao. Na unarudi nyumbani unaenda kuambia mke wako venye Mungu amekutembelea, maana uliona malaika face to face. Ukienda unakuta nyumba imewachwa kengeo, imekaa kama imefungua mdomo hivi. Unaangalia mpaka unatoka nje kuangalia, kama unaangalia namba ya mlango, unaona hii ni kweli ni hapa. Unaenda unaona huku si ni kwa neighbor, huku ni kwa neighbor, si hapa ni kwa nina ajali huko tuko haka. Tena unaingia unakuta nyumba iko wapi? Iko wazi. Unauliza mtu neighbor hapo, huko ni kwao? Si anaje ni kwako? Si tuliona gari limesimama hapa na mama akatuambia mumehama. Sasa hapo ndio kisugumkuti. Unaingia nyumba unakuta nguo zako zimewekwa kwa hanga, si hata kwa wardrobe, zimewekwa kwa hanga, zimeshuliwa hapo na kabarua kameandikwa, enda ukakae na hao maraya wako. Na umetoka kwa mlima siku 7 bila kukula wala kukunywa, na ulikuwa umesema utaenda kufungulia kwa nyumba, ukiambia mke wako the miracle, muujiza ambayo Mungu amekutendea. Niliona Mungu, Yesu mwenyewe aliteremka, tuliongea na yeye hivi. Ukikuta nakuwa nguo zako sasa unashindwa, ni nguo nitaabia ama ni nini nitaabia? Unaona, badala ya kuona Mungu unaona shetani. Pako na shida kagayo agekorwa hia nati kai kagati madharau maya mode ni make agayo yajika aregeta kujia. Yani alikwambia maneno mpaka kwambia kanisa yenu venye itakuwa, akakwambia venye utakuja kukua, lakini hakukwambia bibi anahama. Hakukwambia bibi anafanya. Kumbe bibi anajua mpaka ATM yako. Alichukua mpaka ATM akaenda akatoka tu pesa tu wote. Oh my God. Hiyo siku 7 amekuwa akitoa tu pesa, amekoboa mpaka taito ameenda nayo, amebadilisha jina. Sasa hapo ndio unajua kweli hakunaga Mungu. Hapo ndio unajua kweli utireka hiyo korobo dhini. Mpaka unajiuliza maswali. Mungu unakuaga?
Na hii maneno yote imefanyika mpaka unajijibu. Sasa unajifanya Mungu. Unakuaga. Ninakuaga. Na ni kwa nini hii maneno imetendeka? Imagine David alikuwa ameswaga Wafilisti. Amewaswaga, akaswaga na akashinda vita. Kurudi nyumbani, anakuta bibi wake wawili wamechukuliwa. Watoto wamechukuliwa. Busi zimechukuliwa. Ng'ombe zimechukuliwa. Watu wote walipokuja walianza kulia. Wakaambia David, ulitudanganya. Ati tulikuwa tunaenda kupigania Mungu. Angalia huyo Mungu venye amekufanya. Kwani alikuwa wapi? Bibi yako akibebwa, mabibi wawili kwanza, hata hawakuacha mmoja wa spare. Bibi yote wamechukuliwa. Ndio imagine kuiwa tumieli. Kama magigeti kama. Wako hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. David alilia machozi. Maana it was unimaginable. Venye wamepigana vita na wameshinda, alimwaga machozi. Wengine wote wakaanza kulia machozi. Wengine wakamrudilia, wakamwambia ulitudanganya, maana kijiji mzima kimefagiliwa. Jamaa aliona, akalia na yeye, akaona idadi la hata kilimo. Akakimbia kwa Mungu, akaenda kwa kigongona, akageuka, akaitisha nguo ya kuvaa, vazi la kigongona. Akaenda akapiga magoti, akaambia Mungu, nifuate hawa watu ama nisiwafuate? Mungu akawaambia wafuate. Lakini ni baada ya yeye kuinua dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana alienda kwa madhabahu na akainua dhabihu, na akavaa nguo, akavaa vazi la kimadhabihu, akivaa vazi la kikuhani. Kwa hivyo lazima uvae vazi la kikuhani, ile tuliambiwa full armor of the Lord. Uvae hiyo nguo ndio uweze kuenda kupigana na pepo. Maana alitaka kujua, huyu amekuja akachukua hawa watu wote, huyu si mtu mchache. Alielewa na akajua hii lazima upatafute permission kutoka kwa Mungu. Ndio nakwambia, sio mapepo yote unaendaka kusema pepo toka, pepo lia, pepo ondoka. Lazima ufikirie kwanza, uulize Mungu permission. Uvae, alafu uvae vazi. Na Mungu hawezi kuongea na wewe kama haujavaa vazi la utakatifu. Mungu hawezi kuongea na wewe kama hujavaa vazi la kusimama na venye anataka. Ndio akutume. Akavaa vazi, alipovaa vazi akaenda, akainua dhabihu, akaenda kwa madhabahu, akasimama hapo, akauliza Mungu, ni vizuri nifuate hawa watu ama niwachane na wao? Kama Mungu angemwambia wachana na wao, angewachana na wao. Sasa na imagine sasa unaanza upya zero kama Ndura Waruinge. Kumbe kuna kitu ulifanya kitambo, shetani akaficha. Wakati umesimama, wakati sasa unasema watu wote wabarikiwe. Sasa hizo uko holy, uko clean, uko Ndura Waruinge. Sasa unahubiria watu kuhusu madhabahu, na ni vibaya kutupa watoto, ni vibaya kunama ya nini, ni vibaya kukaa hivi. Kitoto kinakuja na unaona kinakufaa na wewe. Huwezi ruka. Unaona masikio ni wewe, mapua ni wewe, macho ni wewe, hata venye kanatembea unaona ni wewe. Na hapo ulikuwa umesema wewe ni clean. Halo, na kalikuja kakabia Asha wawili watatu, nataka kuona apostle. Wewe ni nani? Unataka kumuona kwa nini? Reasons. Anakuambia huyo ni baba yangu, nataka kumuona. Na kanisa msima na watu wote wanakujua wewe humagagi. Wewe mundu muthingu, githuri kiega, ikaraga matu-ine. Kitoto ukikiangalia hivi unaona haya, huyu ni apostle. Udagiruga. Sasa mtoto anakuja na kuambia mimi ni mtoto yako. Na jana ulikuwa abia mtu watu wenye wewe uko msmart. Anakubomoa. Ukirudi kukuja hapa kumbe na yule Asha na yeye ashaambia watu wawili watatu. Vitu zinaanza kutabalisana, kuna sabalisano. By the time mtoto afike kwa ofisi watu 20 wanajua. Na sasa wanakaa, mmoja anakaa pale, mwingine anakaa hapa, mwingine anakaa wakichungulia reaction apostle. Bwana diagoshwa. So naye akaendelea kusema ya kwamba when the owners saw that their hope of gain was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the rulers. Walimkamata wakamupeleka kwenye soko. Halo, ni kwa nini walimkamata wakampeleka the rulers? Wale ambao walikuwa wenye huyu mwanamke walimkamata wakamupeleka kwenye soko na wakaita viongozi wale wengine. Kumaanisha hili pepo halikuwa za hawa wamereact. Kumbe hili pepo ni pepo ambalo baka wa viongozi wa nchi wanalijua. Kwa hivyo hili pepo ndio linatawala nchi gani? Kwa hivyo wakati ulitoa mapepo ndani ya huyu mwanamke, nchi mzima ilitikisika.
Kijiji mzima kilitikisika, familia mzima ilitikisika, maana umetoa kitu ambacho ndio kinawasimamiaga. Ndio kwa maana wakawapeleka sokoni. Sokoni ndio inakuwaga mchanganyiko ya mapepo aina yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa maana walimpeleka to the marketplace. Ndio judgment. Kwa hivyo soko hiyo inafanyagwa na power za huyu mwanamke. Ndio nataka uelewe. Usione kamutu eti kwa sababu kanarukaruka hapa ukafikirie kako peke yake. Kumbe ndio kijiji mzima, ndio power mzima, ndio Ruto. Atikakigia mahali unaona kamutu kanafanya hivi, kumbe ni Ruto ako huko ndani. Sasa umetoa Ruto ako hichi, ako pale, mapepo yake yote umeiweka kado. These things that you see small. Hawa wamama unaonanga kimama kinakuja ati kimekuja ati apostle ndirarotire ngihura metha kwaku na ndirarotire drone yo yemutumia wako. Mimi sikibiriagi kukomesha huyo, sikibiriagi. Narudigi nyuma kidogo. Urarota ati ngihura metha, ndirashoka twarikia kuhura metha, ndirathie riko ndironire ndiriko ngithambia indo, ndirashoka ndirakurugira, ndirakurehera irio, alafu ndirashoka uranjira abatana ku bedroom uthondekere ku. Undathie ku uri nie ndirakorire ndikomete, uroko uranjita, ndirakora ngomete. Ndirashoka ndiragurumuka. Kiroto kirathirira andu ariko. Usikibirie huyo mtu ati ni pepo, ati kumukoma, ati umuhade. Usikibirie, musikilize, umwambie wacha tutaomba. Nenda kwa Google Map, nenda usachi huyo ni nani. Anaweza kuwa si yeye anaongea, ni shosho yako. Sasa imagine ni miaka gapi hiyo inakuzungumzia. Shosho wako saizi yako na miaka 100. Shosho wake anaweza kuwa na miaka mingapi? 200. Ongeza hii 100 plus 200. Hiyo ni miaka gapi? 300. Ni shosho wa shosho. Ongelea shosho anaweza kuwa na miaka 400. Ongeza kwa hii 3. Unakuta kile kinakuongelesha kiko na nguvu ya miaka 700. Alafu katika jina la Yesu akemea. Unakemea nini? Kitu kiko duniani miaka 700 ndio kinakuzungumzia. Ndio kilikuwa kwako kwa bedroom yako na kikalalia kitanda. Mikitu ya miaka 700 ati unafukuza hivi. Hiyo ni kitu napaga vita. Pole. Unaenda kwa Mungu, unamuuliza hii vita inapigana kwa namna gani? Maana siwezani nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uelewe vita unapigana namna gani. Hawa watu unapigana na wao namna gani. Paulo alifukuza kamama kafikia ni pepo moja. Market mzima ilikuja. The whole market ilikuja. Wakapelekwa wakafugwa makaba na market mzima ikawatwaga. Na imagine hiyo kete gaigata mapepo uko na marigiti yote imekuja kunipiga. Maana marigiti mzima ilikuwa ina depend na huyu mama. Kuna tupepo unaweza kufikiria ati leo umeona kamekuja hapa kamekaa hapa ati muanze kusema pepo toka. Toka katika jina la Yesu toka. Unafukuza serikali mzima ya Kenya itaenda kujipaga. Angaliwa matagi venye alifanywa juu jana. Huko walienda akaambia Ruto ni one term. Na Ruto alituma askari 500. Akaambia mimi ni one term na wewe ni no term. Bwana Yesu, nyumba yote ya matagi pale. Mimi gari yangu ya kwanza kununua ni wa matagi aliniuzia. KAN 359P. Nilinunua. NZD yangu ilikuwa maroon. Ya mpya kabisa nilinunua kwa hapo. 1994. Kilikuwa 96. 98 nilinunua hapo. Kwa hivyo huyu jamaa amekuwa hapa since 1998 na tulimkuta hapo. Mpaka saa hii ndio wameona hapo amejenga kwa reni. Saa hii ndio wameona. Hata huyu mzee mumuombe. Nikimraro na habuda. Nasema huyu mzee ako hapa chini. Mumuombe kwa sababu hata niliona kamegogwa. Ndio naona ametorokea huko kwa msitu. Si hata mwaka alirukia huko kwa msitu. Kataenda na asinisikie. Niliona kakioboka. Bwana asifiwe sana. And when they had brought them to the magistrate, imagine. Kube hata serikali na kamati ya kufanya kesi inajua kamama. Walipomshika alipelekwa kwa soko, kisha magistrate akaitwa. Akuja fanya nini? Atoe hukumu. Kwa hivyo
hivyo hii ni serikali imepagwa, na wao wanafikiria ni kamtu kamoja. Before you start fighting that battle, fanya research kwanza. Fanya research. Nenda nyuma ukielewa hawa ni nani. Maana mbele ni kamama kamoja, lakini ni serikali mzima. Ndio naona ulienda maombi, ulienda kanisa, ulitoka kanisa ya SK. Wakati ulikuwa SK, kazi yako ilikuwa inaendelea vizuri sana. Lakini ulipoenda kanisa ambayo inavuja mapepo, ukagogwa. Ndio siku hiyo ulichotwa, ndio siku hiyo uliletwa mshira, ndio siku hiyo ulifanywa nini, ndio siku hiyo mtoto wako alichomeka na uji. Unasikia mtoto alichomwa na maji baridi. Unashangaa maji baridi ilimchoma namna gani? Atahirie mai dispenser ine na mama mahehu. Mama itekera ninyo niliobo. Munyo niliaje kutoka. Sasa unashangaa maji na ilikuwa baridi, iligeukaje? Kumbe uliguza moto. Na moto ikalipuka, ikachoma mtoto. Kumbe uliguza moto ndio bibi yako ameenda. Kumbe uliguza moto ndio kila mtu amekuondokea. Mauksionia wanakuja, wanakuvamia. And you are reduced to zero because you touched a live wire. Kwa hivyo lazima kwanza, before you start that business, ujue kama hiyo business unaanzisha, hiyo business iko na watu wengine, iko na wenyewe. Kuna business zinakuaga na wenyewe. Unaenda ati business ya kuuza pombe. Business ya kuuza pombe iko na wenyewe, wanaitoleaga madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Business ya kulima iko na wenyewe. Business ya kuuza ng'ombe iko na wenyewe. Business ya kuuza huko Marigiti, ukienda hapa Marigiti, enda na kiherehere yako hapa na milioni yako 2 hapa Marigiti. Ati umekuja ndoka kuedia, ndoka ku add value. Ati nimekuja kuongeza value kwenye hii Marigiti. Nimekuja na 2 milioni na ninaenda kubadilisha sura ya Marigiti. Wewe ndio utabadilishwa. Utatoka hapo ukiwa maskini bila kitu, maana hiyo soko iko na wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo soko kupenya, mimi kupenya hii ndio niweze kukua na kanisa Nairobi. Hapa Nairobi ni vita. Ile vita nimepatana nayo hapa ni baya. Afadhali ile amugike na serikali. Maana unajua hii ni bunduki, wanakurushia bunduki, unahepa, inakugoga, unaenda unatibiwa. Hapa ni watu walikolea katika misingi ya kiroho, hawaelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni very important to do a Google map, to do a spiritual search. You search. Unafanya search ya maisha yako. Unafanya search ya kule umetoka. Unafanya search ya maeneo. Wakati kamama haka kaliguzwa, mwanzo kabisa kalikuwaga peke yake, kakitembea peke yake. Wakati kaliguzwa, kulitokea watu. Wakasema umemtoa kwa nini? Kutoka hapo, Paulo na Sila walipelekwa kwa soko. Imagine soko mzote ikarudi upande ya kamama. Wakatwaga Paulo na Sila, wakanyoroswa. Walirudi magistrate akarudi akaletwa. Kumbe mpaka magistrate, the rulers wa dhamaki wa huko, kumbe wanatumiaga nguvu hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakakuja wakafuga mtu, wakapelekwa ndani ya nini? Ya jela. Kwa hivyo kuna madhabahu ambayo ilikuwekaga jela, kumbe unakuaga ndani ya korokoro. Na hapa ndio wewe unatudhiomiaga hapa rina kata boshekete raina ilikai ukuturu kaka ukuturu. Kumbe unaongea lugha ya jela ya kuturuku kaka, kumbe wewe ni mfugwa. Na hapo umetuambia umeokoka. Hakuna, kumbe ulibebwa uko jela. Paulo na Sila wakafugiwa ndani ya korokoro. Walipofugiwa ndani ya korokoro, kitu kizuri walielewa ni kwamba hawakuwa wanajua. Kuna kitu unakujikutaka ndani yake, kumbe hauko unajua. Ndio unajua hujui. Haleluya. Wewe ni nabii, unanabiaga watu, kumbe kunabii yako ni kunabii na powers za giza. Wewe unafikiria uko na Mungu na watu wanakuamini, wanakufuata. Baka wakati ndakuja nasema katika jina la Yesu Kristo, ndoka. Ndio nakuja kujua utolete na masaitani mwili-ini waku, utolete na maroho magoma, nimo magotayogithagia, nimo magotwarithagia, nimo matomaga uthiome. Hiyo ndoto yote umekuwa ukiota ni shetani. Hiyo madiomi zote, hizo madomereli zote umekuwa ukiona za watu, kumbe ni shetani. Paulo na Sila wako ndani ya korokoro. Walipowekwa ndani ya korokoro, this is what happened. Walifunguliwa. But when the owners saw that their hope of gain, they dragged them into the marketplace before the rulers. And when they had brought them to the magistrate, sikiliza sasa, wakati walimpeleka kwenye magistrate, they said, these men are a Jew. They are disturbing our city. Watu hawa wakikuinukia, wanakupelekaka kwenye mahakama ya huko. Na unastakiwa ati hawa watu wamekuja kuleta disturbance kwenye city yetu.
aya mokete guturehera inegene guku. Na inegene ni nini? Kutoa mapepo, kuambia watu ukweli, kufungua watu kutoka kwa manyororo ya madhabahu, kufungua watu kutoka kwa matatizo ambayo tuko nayo, kufungua watu from the challenges of life. Ndio wanakuinukia. Hawakupigi kwa sababu nyingine, because you have come kumwaga uga. Wakalimpeleka kwa magistrate. Kumbe kwenye mahakama ya kishetani mpaka magistrate anakuaga, mpaka chief justice anakuaga, mpaka madhakome wa huko kuna madhakome. Kwa hivyo watu wanakufuga, wanakuroga. Hawakurogagi hivi hivi, wanakupelekaga kwenye koti ya wewe ufugwe. Kwa hivyo wamekupeleka kwenye koti ya kuzimu, wamekustaki kule kuzimu, maana lazima ustakiwe. Na unastakiwa na nini? Na kile kitu umefanya. Paulo na Sila walistakiwa kwa kuleta disturbance, kutoa revenue yao, kutoa yule mtu alikuwa anafanya pesa zikuje, kutoa. Akaenda wakapelekwa kwenye mahakama. Kwa hivyo aliyekuroga, aliyechukua biashara yako, aliyechukua dini yako, aliyechukua huduma yako, aliyechukua watoto wako, aliwapeleka. Ndio wanabeba kasiruali, wanachukua kamisi, wanapeleka kitu, wanachukua kucha zako, wanachukua nywele zako, wanachukua pesa zako. Kuna kitu walichukua kimoja, wakakipeleka kwenye mahakama ya kwao, ukastakiwa. Kisha hukumu ikatolewa. Sasa wewe you are suffering because of a hukumu yenye inafanya kazi katika maisha yako. Hiyo hukumu sasa ndio inafanya uko ndani ya kifungo. Na hivyo lazima utafute magistrate wa biguni. Lazima uende kwa koti ya biguni ndio ufunguliwe. Maana umefungwa na koti. Haleluya. Woheto ni igoti. Ugo no ginya ogethie igoti ni rinene rikuohore. Ndoka kuhorero ha ni mapepo atepepo toka. Atelia na uende. Hapana, lazima uende kwa mahakama. Mahakama huko upeleke kesi yako, waambie Mungu, nimekuja kwenye mahakama yako maana nimefugwa kifungo kikubwa. Na you petition, unapeleka kesi yako kwa mtaratara, unaelezea Mungu matatizo ambayo umepitia. Unamwambia watoto wangu wote ni wavutaji wa bangi, watoto wangu wote wanafentisika, mimi mwenyewe kazi sina, mimi mwenyewe nafanya. Una petition, you prepare a case before God, you present your case before God. Ndio Mungu aangalie, anarutia failo zako zote zinaitishwa, mpaka zile za kuzimu zinaitishwa. Anasoma moja magine moja, ndio nakwambia tulia kidogo. Nikikuambia nenda utulie, maana labda faili yako ndio imeitishwa saa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na failo ikitishwa, labda failo zako ni 10, 20. Sasa unafikiria Mungu atasoma? Unafikiria ni wewe peke yako duniani? Inaitishwa, inaanza kukaguliwa moja. Anaona suruali yako iko baharini, anaona hizi zako hizi za kushikilia ziko wapi, zimefungwa na kufuri, ziko ndani ya choo. Failo nyingine inafunguliwa, unakuta kuna damu yako ilichukuliwa ikanyonywa na nyoka. Kuna siku ulienda kwa mganga, kuna siku ulienda, anaangalia zote. Alafu inaandikwa pale chini na Chief Justice God anasema this file closed, ameachiliwa. Ndio unaanza kuona mambo yako inabadilika. You have to close the file ya kwa shetani. For any blessings to come from anywhere from God, you have to close the file. Lazima. Ndio kwa maana Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila. Yaani wakati walishikwa, waliendelea kupeleka petition yao, mateta yao mbele ya Mungu. Wakapeleka mateta, wakaendelea kuomba. Kwa ghafla bin fu kukatokea tetemeko la ardhi. Maana katika yale maombi walikuwa naomba, iliguza Mungu akiwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Koti ikaitwa immediately. Kumbuka, walipoguza shetani, magistrate waliitwa. Haleluya. Walipoguza tu shetani, magistrate wa shetani akaitwa. Na Paulo na Sila waliposhikwa hawakukataa. Walikwenda na wakawekwa ndani ya korokoro. Lakini kile kitu walijua, tumeletwa hapa na mahakama ya shetani. Kwa hivyo lazima tuende kwa mahakama ya Mungu ndio hii kesi ikuwe cancelled. Waliendelea kuomba, wakaendelea kuomba. Kwa hivyo petition zako lazima uzipeleke kwenye mahakama ya wapi? Ya mbinguni. Kama unataka, lazima uende sasa upresent your case. Venye ushida umepitia, ulipanda mahidi ikakauka, ulifuga ndoa ikaanguka, ulianzisha biashara ikafanyika, watoto wako sasa wanavuta bangi, watu wote wamenireject, sasa ukileta mateta hiyo yote, kisa unaandika ile inaitagwa, unaandika mitigation yako, una mitigate. Sasa katika maombi yako unaandika, unaambia Mungu ni kwa nini ungetaka uachiliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unayafanya kama Hezekia.
Hezekia wakati aliambiwa unaenda kukufa, Hezekia hakujali, alienda kuandika mitigation yake. Aliambia Isaya, umemaliza? Uko na jambo lingine? Hapana, ugethie muthe. Hekanya mungenda kunywa takashorogo, akasema hapana, mimi ni nabii sikunywagi. Akaambiwa enda. Immediately Hezekia alienda kwa ukuta, akaambia Mungu, kumbuka kitu kimoja. Hiyo ndio mitigation. Sasa hapo ni kuandika, unaandika kumbusha Mungu, unamwambia kumbuka kitu moja niliwahi kufanya ukafurahi. Sasa hiyo ndio zangu kuandika mitigation, kuandika sasa ukaandika. Huko niko urenda kuiguithia Ngai gitumi kira kirato gituma Ngai aguteithie. No nginya muiguithie nigetha aguteithie. Sio ati kwenda baba naomba, unajua mimi baba naomba katika jina la Yesu Kristo ninakemea mapepo na mfunja na sambaratisha na katakata. Tunambaka unaanza kukata na kata katika ninakata. Wacha ujiga. Peleka rugano, andika rugano. Ukienda kwa Mungu enda na story inasikika. Muelezee, mimi naitwa Asenze. Baba ukiwa mbinguni unanijua. Mimi mama yangu anaitwa fulani. Unaona kama Timothy aliambiwa namna gani? Sio imani ambayo uko nayo. Hata nyanya yako alikuwa nayo. Hata mama yako alikuwa nayo. Na hiyo imani ya watu wenu ndio nimekuona nayo. Hiyo ni mitigation, ni story. Unalehe rugano rwaku, rugano unarulete mpaka Mungu akisikiliza anaona huyo ni agiro ni kuhoro. Unasikia hata kabla umalize unasikia case dropped. Na maisha yako inafunguka. You have to mitigate. Uelezee Mungu ni kwa nini ufunguliwe. Bwana asifiwe sana. Ni kwa nini uondoke? Ni wewe ulijipeleka? Hapana, Mungu sikujipeleka. Kumbuka Paulo na Sila waliendelea na kuomba, maana walikuwa wametoka kwenye maombi. Waliendelea kuomba, waliendelea kuimba, waliendelea kumtafuta Mungu mpaka usiku wa manane kukatokea na nini kinaitwa nini, kibunga. Earthquake ikakuja kutigisa. Lazima uombe mpaka misingi ambayo ni ya kwenu itigiswe. Foundation za wachawi, foundation za warogi, foundation za waganga, foundation za washerati, foundation za wizi lazima sitikiswe. Bethel Clouds TV, empowering lives.